Waziri, mimi naitwa Mathias Kanali, natoka Wazuhuru Media. Subiri kidogo tu. Nani? Mathias Kanali. Mathias Kanali, natoka Wazuhuru Media. Ningependa kufahamu wizara yako pengine na mkakati gani wa kusaidia haki za waandishi wa habari hususan kwenye masuala ya ajira. Unajua kwa sasa waandishi wengi wanamiliki logo badala ya mikataba. Asante sana. Twende kwa ndugu yangu Mathias Kanali. Moja ya mambo ambayo nimeyazungumza mara tu nilipoteuliwa kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo na kukutana na waandishi wa habari lilikuwa swala hili la mikataba ya ajira. Miongoni mwa vitu ambavyo mimi vinanisikitisha na kunisononesha ninapokutana na waandishi wa habari ambao wengine walinifundisha mimi uandishi wa habari na tumefanya nao kazi, leo hali zao ni dhalili. Na moja ya udhalili wa hali zao ni kwa sababu ya kukosa mikataba ya kazi. Hii ni kazi. Hii ni taaluma. Na watu wanaofanya kazi hii na taaluma hii, moja, hawana budi kupata mishahara inayostahili. Pili, hawana budi kupata mafao yanayostahili pale watakapokuwa wazee. Sasa mambo haya ni mambo ambayo, na tatu, kupata bima ya afya. Na wenzetu wengine wana pia bima ya ajali kazini, WCF. Kokote huko lazima tuliangalie. Na moja ya mambo ambayo tumekuwa tunaendelea nayo na tutafanya kikao hivi karibuni tutakapopata nafasi na wamiliki wa vyombo vya habari ni kuona ni utaratibu gani bora zaidi utakaohamasisha wengi wao sasa kuingia katika mikataba ya ajira na waandishi wa habari, ili waandishi wa habari wapate haki zao kama wafanyakazi. Na nitakutana pia na chama cha wafanyakazi waandishi wa habari. Tumepanga hawa Jouta, nitakutana nao. Mimi nilifanya kazi ya waandishi wa habari, nilipata mshahara, nilikatwa fedha kwa ajili ya mafao ya uzeeni wakati ilikuwa ni NPF, lakini pia nilipata chombo cha kufanyia kazi kwa mkopo, pikipiki. Na miaka ile ya 70 pikipiki ilikuwa ni kitu kikubwa, mtacheka leo. Ilikuwa kitu kikubwa sana. Kwa sababu kununua gari ilikuwa ni ndoto, sio kwamba una hela. Masharti yake ya kununua gari jipya hawa najua haikuwa rahisi, ilikuwa mpaka upate kibali. Sasa wewe utatoa sababu gani ya kupata kibali cha kununua gari? Kwa hiyo ulikuwa ukipata pikipiki ni jambo kubwa sana. Kwa mimi natamani kabisa ndani ya muda mfupi ujao Mwenyezi Mungu akituwezesha, kazi hii kubwa aliyonipa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan siku ile ananiapisha Tunguu, alisema nataka pia uende ushughulikie masuala ya changamoto za kisheria zinazowahusu waandishi wa habari. Tumepiga hatua nzuri sana katika uhuru wa waandishi wa habari, kuwafutia makosa ya kijinai na kuyafanya kuwa ya madai. Lakini moja muhimu ni nini kinaingia mifukoni, ni nini kinatufanya tuwe na uhakika wa maisha ya uzee wetu, ni nini kinatufanya tuwe na hakika tukipata ajali mfuko wa World Workers Compensation Fund, sababu watu hawajui kwamba pia sisi tuna kazi ambazo ajali ni nyingi na hatarishi. Kwa hiyo nafikiana na nyinyi kabisa. Na ndio maana mimi naona fahari kusema mimi mwandishi wa habari, lakini nasononeka sana kuona waandishi wa habari wanaishi maisha dhalili. Hatuwezi kuendelea kuwa maisha. Wakati wetu palikuwa na lugha ya nabbing. Sijui bado nab each other. Nab ilikuwa aliyepata, nadhani nimeeleweka. Sasa huo ujima huo mmoja akipata mnagawana na kesho mwingine akipata mnagawana, lazima tuachane na aina hiyo ya. Lakini naamini kabisa mazungumzo yetu na wahariri, amini wamiliki wa vyombo vya habari yatazaa matunda mazuri.